Inamaanisha maisha yako yote mwaka huu, Bwana asipoyajenga, asipokusaidia, kazi yako yote itakuwa ni bure. Biblia inasema mstari wa 2 ya kwamba kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Kwa hivyo mwaka huu wa 2027, yule ambaye hajengi nyumba, yule ambaye anajenga nyumba, kama Mungu hajengi nyumba, unapata inakuwa ni shida. Hivyo basi leo hii tunakufundisha jinsi ambavyo unaenda kuprogram mwaka wako wa 2026. Na mwaka wako wa jinsi ya kuprogram 2026 ni kuhakikisha kwamba mwaka huu unajengwa na Mungu mwenyewe. Maana wewe mwenyewe pasipo Mungu kuingilia katikati, mwaka wako utakuwa mwaka ambao una majonzi, na tofauti na miaka mingine itakuwa tu ni kalenda umebadilisha. Lakini leo hii Mungu ametupa neno ambalo litatusaidia kuweza kuprogram. Kuprogram maana yake ni kwamba kuweza kupanga ama kujenga mwaka wako na pamoja na Mungu. Unajua, wacha nikwambie mwana Mungu, ya kwamba mwaka huu Mungu amekupa nafasi nyingine tena ya kujinasua na kumweka Mungu mbele, ili uprogramu mwaka huu ambao ni wa 2026 usiwe kama miaka mingine ambao umekuwa nayo. Ni kwa sababu ni mwaka ambao Mungu amekusudia kufanya mambo mazuri. Kwa hivyo utaanzaje kuprogramu mwaka wako ili 2026 uwe ni mwaka wa baraka? Jambo la kwanza, unaanza na Mungu. Inamaanisha unaweka Mungu kwanza, awe kama foundation ama msingi wa maisha yako mwaka huu 2026. Biblia inasema kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari mdogo wa 33 ya kwamba inasema kwamba utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mambo mengine yote utazidishiwa. Mwana wa Mungu, mwaka huu njia moja ya kuweza kuprogram 2026 ni kuanza pamoja na Mungu na kwa kuweka foundation yako na Mungu. Sikia nikuambia mwana wa Mungu, kuanza maisha peke yako utamalizia majonzi, taabu na mateso na kusononeka.